nguka. Afu chief. Naitwa Baguna. Ngoja nigeuke. Leo ndo siku jamaa anajiandaa kwa ajili ya safari kurudi zake nyumbani India. Ili kumfanyia mke wake birthday. Anampenda sana. Uje basi mume wangu na kusubiri, mbona usijali. Nitakupigia baadaye. Nasikia maumivu sana. Sasa kama nasikia maumivu makali. Kumbe mzee ana magonjwa rafiki yangu. Anakojoa damu. Unaweza kuona kila kitu duniani. Mungu akakukaba tu kwenye afya. Ardhi ndio tufanye tubaki hapa. Uranium. Kuna madini aina ya uranium. Unajua maana ya uranium? Anambia mzee ndio. Madini ya uranium ni kubwa kama mabomu nyuklia. Gharama yake unaweza kununua hata nchi. Yaani hela yake unanunua nchi. Acha ujinga. Sio nchi tu. Sio nchi moja. Nchi nyingi. Dini ya uranium. Anasema Maisha. Huyu ndo mheshimiwa Maisha. Ni afisa misitu katika eneo la Degobati. Amejaribu lakini bado Kya khabar hai? Tupe habari. Mheshimiwa, wale watu wamekataa. Hataki mtu wote wala hataki maongezi. Ni ngumu sana kuingia kwenye territory yao. Kwa sababu pia wanahesabika kuwa ni sehemu ya hifadhi ya misitu. Lekin agar hum unke territory mein na ghuse, kama tuweze kupata ile eneo, nadi se pani waone madhara ili waame. Ya fedha kachukua malori kama 4 yaliyojaa sumu kwa lengo la kuyadhuru maji ambayo wamekuwa wakiyatumia mara zote. Siwa kuingia sasa kwenye msitu wa chimbe madini. Mbona mambo visa vikaendelea. Taratu unaenda wapi Tara? Takani yale maji. Wanamwaga sumu kwenye maji haya ili wafe. Salama wakiamini hivyo. Kazi imeshaanza rasmi. Hii tu, yani haya mambo yanafanyika hadi leo na kesho na kesho kutwa. Kama hivi mtaama tu. Juu na mchizo wake fulani. Sasa kabla hajampiga mshale ile Digidigo, nashangaa Digidigo amedondoka. He? Mwamba. Vipi? Kuna mwindaji zaidi yetu hapa? Yo. Huyu mswala amekunywa maji yenye sumu. Watoto wanayaogea yale maji rafiki yangu. Bahati mbaya sasa walikuwa wanaogea wayajanywa na kupikia. Akanywa yale maji. Wapiga makelele pale na kufa. Ile maji hajaelewa. Tara anakunywa yale maji maskini. Ona kizunguzungu. Si ndio wenzake wanashtukia. Tara, ari imekuwa hatari. Tuondoke hapa. Tuondoke. Jamaa kajitahidi kwa hali zote na dawa zao na kali hatari kazidi kuwa mbaya zaidi. Ni shule anasema vizuri. Imetumwa pale ikawa inakagua ivutia mashine. Jamaa kwa mekata tena. Kifuatacho kisiwa kingine ishi hapa. Dr. Sangmitra Das. Dr. Sangmitra Das yuko hapa. Kuna dada mmoja ni tutakwenda kufahamu mengine inayofu. Naam, kilomita 140 kuna Kanstongari, mji mwingine. Sasa mji huu wa Kanstongari kuna tukio moja lilikuwa linatokea hapa. Tukiachana masuala kina Sarju na kadhalika. Yuko professional mwingine kila alikuwa na jukumu la kuua mtu. Hili ni tukio jingine. Sasa kuna dogo yuko mahali anasoma ramani. Alafu kuna the sniper yuko kwa juu anamtafuta mtu kuna na gari la mzee. Lakini kabla hajafanya ile tukio, polisi walikuwa wakifuatilia na walishtukia. Wakampiga risasi mkono. Sasa natakiwa kumkamata. Ofisa wa polisi walikuwa wanamuita Arjun. Down. Kuna askari kadhaa. Ili special crime. Anatoka kituo cha polisi maalum. Kituma. Akimbia tumkamate. Aye. Down. Polisi wakaanza kumandama. Sasa episodi ya 3. Ule imani kamatwa na polisi na afisa wa polisi wanamuita Anji ambaye ni kama kilomita 140 taarifa boss. Simu huyo anamuita Kabul. Tirju ko Ulapa. Mwisho amekamatwa. Barju amekamatwa. Baba akaona hii ni bala mpya hii. Huyo anamuita Polapa. Aliamua toroke kuja Gajenga. Daktari tulimuona mwanzo taarifa kwamba kwenye kijiji cha Degobandi
kuna tukio limetokea na watu wanakufa bila sababu. Kuna inaonekana kama maji na madhara, kwa binti anatumwa kwenda kufanya uchunguzi wa kina, lakini kuona kama kuna haja ya kuwasaidia watu wao wapate kwa salama. Sasa kumbe ni drama inachezwa. Lengo ni kama daktari anaitwa Dr. Sang. Kwanza uwashawishi kwamba tunataka kuweka kempu ya matibabu hapo na waturuhusu tufanye hivyo. Jagarganj cha Degobat alimekuwa tukio la ajabu sana. Aliitwa mganga mkuu ili kucheki na anasema huyu miungu miungu ya bahari inamhitaji, inabidi Taratu kamtoe sadaka. Mama anasema iwezekana, ni ugonjwa, hawana elimu, kwa akatolewa sadaka. Saju akasema hapana, mdogo wangu hawezi tolewa sadaka. The god of the river, the godness of the river anasema iwezekana. Saju baba na hojaji, inabidi usikilize. Kuna ugonjwa tu umeingia hapa kijini, lazima tujue ni ugonjwa gani. Sio kutunafu, inatosha. Akasema nimesema hivi mdogo wangu hatatolewa sadaka. Wanamzuia. Kanaitwa Kisana kamba achani ujinga kwa miungu kwenye maji. Hiyo haikubaliki. Tatupa sisi shida kubwa sana wote. Kumchukua mtoto sadaka kati miungu iko. Uwezi amini. Weka pale kwenye ile miungu anaiabudu. Akiendelea kuabudu maboti na kuja maeneo haya. Ndio wakati ambapo bibie sasa daktari wanamuita Sang Hamitra Das amekuja kwa ajili ya kuangalia namna kama wanaweza kuweka kempu ya matibabu, yani kempu ya madaktari hapo kusaidia watu, maana haya maji yameshaanza kuleta madhara. Watu watakufa sana. Sasa mapema sana. Ai, binti anashtuka na shangaa, he. Ya kusaidia watu, limekuja kusaidia watu. उस बच्ची को क्या हुआ? ठीक कर सकते? Naweza kumfanya kapona. Naweza nazo dawa. Achukua dawa chap. Kama anapora vile. Kidogo kichwa cha Saju ni chepesi kuelewa. Mihuri mingine ni rahisi kukatika. Kuna mihuri migumu haivunjiki, yani mtu haelewi. Come on. Wewe unamfanya nini? Wewe muonyeshe kwa mfano. No kwere. Hakuna baya. Tara, pigo sinalo moja kuongea toka jana. Leo ndo anaongea kwa mara ya kwanza. Hey. दवा का Anasema dawa imeshaanza kufanya kazi. Kabisa lazima apeleke hospitali ili kukagua na kutoa sumu kabisa. जंगल से Na hospitali hapa porini hamna. Lazima tuende naye mjini. Mleta kijini anasema muongo. Ndo wale wanatuchezea trick hawa. Hapana. Baba, mtu mzuri chongo mawili baba. यहाँ की नहीं कर पाएगा. Hakuna.